Kwa wewe soma Waefeso, wewe hebu funua, hebu tuangalie hapo. Ni wewe na Baba, mahusiano ya ndani, mahusiano ya kina. Kuna mambo ambayo hatutaweza kukufundisha au hautaweza kufundishwa. Roho Mtakatifu anataka kufundishe kibinafsi, ambayo itakuibua wewe na kuwa Mkristo imara, ambayo utaweza kujisaidia mwenyewe na utaweza kuwasaidia wengine. Kuna vitabu mimi nilivisoma vya watumishi. Kuna kitabu kinaitwa Ukombozi Reloaded. Ukombozi Reloaded ni moja kati ya vitabu ambavyo vimeandikwa na Apostle anaitwa Shemeji Melaeki. Kile kitabu kinaelezea kwa kina ukombozi wa mwanadamu. Kitabu kingine nilisoma kinaitwa Moyo wa Baba. Kiliweza kunisaidia kunipa picha halisi ya Mungu. Watu wengi wanamjua Mungu kwa kusikia tu, kwa stori za umbea. Wanamjua Mungu kwa stori za umbea kwa sababu hazitoi taarifa sahihi kuhusu Mungu. Hivyo watu wana picha tofauti na uhalisia wa Mungu. Kwa kitabu hiki cha Moyo wa Baba kilinifundisha kumjua Mungu kama Baba na tabia na asili yake, yale anayoweza kufanya na asiyoweza kuyafanya. Hivi leo ukiniambia Mungu amefanya hiki, mimi nikisikia tunajua huyu sio Mungu kwa sababu sio asili yake. Takupa mfano. Watu wengi hudhani kwamba wanapitia mazingira magumu au wanapitia maisha magumu au changamoto za kimaisha ambazo kila mtu anapitia. Hata uwe mwenye haki wa Mungu na wakati unapitia. Yani it's not necessary kwamba umekosea. Sio kwamba mpaka ukosee ndio ukutane na changamoto. Sasa sisi watu wengi tuna taswira ya kwamba okay, kwa sababu napitia changamoto basi unasema Mungu nimemkwaza, kwa hiyo Mungu ananinyoosha. Kusikia hicho kitu, itakuwa Mungu anamfundisha huyo kwamba ndio maana anapitia mazingira magumu. Huo sio ukweli, huo ni uongo. Mungu hahitaji kukupitisha wewe kwenye mazingira magumu kwa lengo la kukufundisha. Sasa kitu kinachoshangaza cha ajabu, mtu huyo ambaye anasema anadai anapitishwa katika mazingira magumu na Mungu anakuja tena kumuomba Mungu amtoe katika mazingira magumu. Na wakati kashasema Mungu anamfundisha, kwa hiyo unakimbia shule, unakimbia darasani, si ndio? Sijui unaelewa? Wangapi wanaelewa? Kwamba Mungu amekupitisha kwenye mazingira magumu kukupiga shule. Alafu kwenye maombi unamwambia na Mungu akutoe katika mazingira haya. Kwa hiyo unamwambia Mungu akutoe darasani kama unadai kwamba ni Mungu ndo anakupindisha ili akufundishe.